Guys, leo ni siku ya Ijumaa na sasa hivi saa 3:34. Saa 3:34. Mimi hapa nyumbani kwangu, hebu angalia mazingira kwanza. Hii saa 3. Sawa, mazingira yote uko hivi hivyo. Hapa nyumbani kwangu naishi na mke wangu, naishi na mdogo wangu, naishi na mabinti wawili actually na production crew. Sawa. Mabinti ni watatu ya. Kuna Tina yuko hapo anabaika na mtoto saizi. Saizi ni saa 3 asubuhi na kuna mabinti wawili wamelala mapema sana jana. Sinaelewa. Wamelala mapema sana jana. Sisi tulitoka na binti mmoja ambaye ameamka mapema sana. Kuanzia saa 1 ameamka na mimi nimeamka. Kwa sababu ya mtoto. Mimi mtoto wangu akiamka mapema na inabidi niamke hata kama nimetoka saa ngapi. Sisi tumerudi nyumbani hapa saa 10 usiku. Lakini just imagine mtu akikwambia kuishi na ndugu ni kazi. Umeelewa? Mimi mke wangu amekuwa akilalamika kila siku. Kila siku mke wangu ananilalamika kwamba mume wangu ongea na ndugu wako, mume wangu fanya hivi, mume wangu hivi. Watu mimi nawaambia hawanielewi. Sasa hivi ni saa 3. Sasa hivi ni saa 3 asubuhi. Jiko ndio liko hivi. Sawa? Jiko ndio liko hivi yani. Hapa nitakuwa nitengeneze chakula cha mtoto kwa sababu mke wangu ni mgonjwa. Siwezi kumwambia saizi atengeneze. Sina kutengeneza vizuri hapa. Saizi inabidi nisafishe mazingira yote. Sawa? Nitengeneze hizi chakula. Ili tu nifanye vitu vyote mwenyewe, leo inabidi nioshe vyombo, nisadeki jikoni kwa sababu sina choice. Sinaelewa? Sina choice. Kama unaona hapa, hichi ni chakula cha mtoto, bado cha moto sana. Hichi nitakuwa nikibrendi kwa sababu ameamka asubuhi, maziwa yameharibika na sikuagiza maziwa. So moyo cha haraka mtengenezea mtoto ili aweze kunywa. Japokuwa sijanunua nyama lakini na mimi nitakula ile kuzuia njaa. Then mambo ya maziwa yenyewe yanaribika kwa mganga. So sina choice. Inabidi tufanye hivyo. Pia shauri yangu. Okay. Na hapo naishi na mdogo wangu wa kike. Na wadada wako watatu. Kuna Tina, kuna Aziza, kuna Lesi. Aziza na Lesi wamelala nyumbani mapema tu. Mapema sana. Ndio mabinti wenyewe wakishinda kwa wifi, live, nini. Lakini kazi wakiambiwa watanuna. Wataonekana kama mke wangu atawachukia. Ila mimi nawafundisha pia wenzangu, watu zetu wanakuwa kuongea sana, wanakuwa wanasaidia kutengeneza mazingira kwa smart. Mimi leo nimejionea kwamba na watu ambao wako mapema, lakini kwenye kazi utaamka muda unaotaka wao, utafanya muda unaotaka wao. I don't know wataamka saa ngapi. I will show you. Kama wataamka sasa hivi nitaonyesha, kama watachelewa kuamka pia nitaonyesha. Kama watakuta nimeshamaliza kazi, it's okay. So ili niweze kutengenezea mtoto wangu chakula, lazima nitengeneze mazingira ya smart farm. Inabidi nifanye tu mazingira hapa yote ya smart, ya safi, ili niweze kubrand chakula chake, then Tina atampatia chakula ale. Nitengeneze pia na kitu ambacho mke wangu anaweza kupata cha moto asubuhi kwa sababu anaumwa, ili iweze kumsaidia. Hapa soma paki. Uza makopo unachukua.
Hizi pia hizo. Hizo zinakuwa ni friji hizo. Guys, siwezi kuoshea vyombo ndani kwa sababu ya maji ya kuna, so itabidi tu niweke vyombo hapa, nitasafisha hapa, nitengeneze chakula cha mtoto, then niende kuosha vyombo. Hizo nimesema nakuwekea maji ya friji. Hizi baadhi ya chupa jamani, siziweki kwenye takataka kwa sababu tunatumia kuweka maji tunapa na friji. Hapa ndani kitambaa hivi. Kuna kio. Kitambaa nisafisha zaidi. I don't know kama vipo sijui. So ndio hiyo hii hapa. Hichi. Kimeisha hivi. Hichi ndio kitambaa nachokitumia ile swala mtu wangu inabidi aniambie. Kwa nini natumia kitambaa hichi? Sabuni nimechukua kidogo hii kwa sababu ya haraka tu. Nipikie mtoto wangu chakula hapa na kutengenezea pasta aweze kula. Nisaidie kutengeneza maji. Anatumia nadhani anatumia suzi kidogo. Hivi ndio hiyo anatumia. Sijajua. Hivi waga linafuta lisingie maji. Chini. Sasa sawa. Mawe. Kwa vile sina kitambaa kikavu, huyu ni mdogo wangu ameamka sasa hivi inaelekea saa 4 kasoro. I don't know exactly ni saa ngapi. Ni saa 4 kasoro na kupumzika. Inaelekea saa 4 kasoro maana. Na kupumzika sisi. I just need to be alone here. Afika kwa mtindi au ndo haribika kabisa. Yanakuwa kwa mtindi. Sio tuweka mtindi. Ama jiwaga ni mtoto ni maji special kwa sababu maji yamekatika, so siwezi kutumia na nini, sio kwa chakula kitakuwa chepesi sana. Siwezi kutumia maji ya chumvi kwa kutengenezea mtoto chakula. Hapa bismillah. Hii iko on, alafu nimechomeka nikawasha. Hii ni mbaya sana. Mzigo mzito na anafanya hivyo. Kwa sababu kidogo. Ni heavy duty. Nadhani hapa chakula kitakuwa tayari.
sawa. Kama utakuwa kuna kitu kidogo nimemalizia. Okay. Hapa chakula cha mtoto nadhani kinakuwa tayari kabisa. Angalia chakula chake. Okay. Tina. Tupo nje. Tina. Na nini chombo cha mtoto cha kumwekea chakula? Basi Tina anazunguka kwa ndani, anaenda jikoni. Hii ni maisha halisi kabisa. Ando maisha yangu na familia yangu. Una ndugu yako anafanya kitu kama hivi. Una ndugu yako anachelewa kuamka. Mke wako analalamika kila siku kwa sababu ya nini? Unaweza kufanya maamuzi gani ambayo yatakuwa yapo sahihi sana? Unaweza kufanya maamuzi gani ambayo yatakuwa yapo sahihi? Umrudishe ndugu wako nyumbani ili uondokane na hizo kero, vitu vingine ufanye wenyewe, kwa sababu hakuna faida ya kuwa na mtu afanye kusaidia kazi. Okay. Sina niko nayo huko, niko na mtoto ameweza kumuona. Anasaidia kwa mtoto na mtoto sasa. Hakuja mke wangu. Mke wangu naye anaumwa, mtoto anatakiwa aje. Leo kazi naye. Kicha kwa mtoto. Ilirudi chini, chafu sio nini, sio ni mashine. Kwa hiyo sasa maana ni msaidizi wa dunia kutoka. Nadhani hichi kitu sasa hivi. Kijiko au unataka na kama ni mwenyewe tu. Wewe tu inachofanya. Hicho baki. Alafu hichi au kama hicho hapo. Hichi na kwa. Basi Tina hapa ameondoka na mtoto kwa ajili ya mtoto kwenda kula. Kwa nikamwangalia mtoto wangu, mke wangu. Hapa huyu daktari ambao mbaki. Iba kule yosho, kikombe cha maharage pia. Yosho. Huko jamani si upangilia vizuri. Utaniia radhi kwa hilo. Hii inabidi kaosho. Sasa hapa kwenye sinki naona kuna uchafu mwingi sana. Inabidi uchafu utoke. Sasa this is final destination. Bado kuna kudeki. Sorry nisahau kuna kudeki. Hapa sasa inabidi nitafute sehemu au ndoo nini ile maji ili niweze kuviosha na kuviosha. Sasa baba amesema sasa. Sasa mama amesema kidogo amesema sio hivi. Hivi ndio kama anaenda kwa sisi pia sisi kwa ndio ndio. Sasa hapa kuna kitu kimoja, nataka nikusanye uchafu wote niweke kwenye dustbin, then ndo niendelee na kitu kingine. Kuna chakula kimeharibika hapa na watoto wangu hawajui kutunza vitu. Sasa ndio sasa hivi. Sasa ndio usafi jamani.
usafi utakuwa unafanyika mapema. Hii inafaa nichuje. Alright. Katika kitu nachukia jamani kwenye maisha yangu mimi ni mende na nzi. Sipendi. Hichi ni chakula pia kimebaki, lakini kuna mabinti na hii sufuria aliyowekwa mpaka saa hizi ni ya ugali na natakiwa ioshwe. Ili kusave maji kwa nini tumie maji haya ambayo ni machafu pia. Hiki chakula jamani, kuna watu na maisha magumu. Mimi nashuhudia na ni mmoja wa watu ambao nasaidia pia watu. So naumia kuona chakula kinamwagwa. Sababu kuna watu wanapata shida hata kukipata hicho chakula. See? Kuna mama na mtoto wako mtaani huko hawana, mama hawezi kumpata mtoto hata uji, lakini kwangu mimi uji nabaki kutokana na mwana. Guys, hawajui watu wanavyotafuta pesa. They know to eat, kila kitu hiyo wanajua tu vipo basi. Mke wangu ndio yule ameamka. Mke wangu anaumwa jamani. Mimi nimekwambia upumzike ndani, sio huko umepata nini? Wewe si unaona kupumzika ndani? Unasaidia nini? Daktari amesema upumzike, usishike kitu chochote. Nenda kakae ndani upumzike. Mambo usishike kazi yoyote. Sasa hiyo ndio unisaidia. Mimi vitu ni vichache sana na namalizia hapa. Ila mke wangu nitakusema kitu kimoja, unamwaga sana chakula nyumbani kwako. Chakula? Uji umebaki unamwaga, angalia hii. Ndizi hizi ilikuwa ni chakula cha mtoto. Nilimpa Tina ale. Jana kaomba ale. Na jana. Sasa kuna watu huko mtaani hata hizi ndizi hawazipati. Huku zimeshaharibika, zinatoa harufu kabisa. Ndio sikia ninavyokuwa nakuongeza nao kila siku chakula. Nakusikia vizuri, lakini mimi lazima nitakulaumu wewe. Yaani wewe tu kusikia vipi? Sawa? Okay, huo ndio uchafu ambao unapatikana. Angalia hapa, shambia simwage wanamwaga. Ndio maana hizo zikatika. Vyombo sio vingi, lakini mabinti mpaka saa hizo wamelala. Just imagine anakuja mgeni, ama mimi huwa napenda sana kushiti jikoni. Ama kopo ni siwezi kushiti jikoni kwa sababu kwa ajili ya watu wanaokuja na hamna shida hapo, ndio nimefazia hapo. Azizi ameniambia. Just imagine mgeni anakuja sasa hivi, vyombo vichafu, nyumba chafu. Alichokifanya Tina, ameamka, tumerudi saa 10 wote pamoja na Tina, kasoro mabinti wawili. Tumerudi saa 10, ila Tina kaamka saa 1. Na ameamka saa 1, amenikuta mimi pia nimeshaamka kwa sababu mtoto aliniamsha. Kwa hiyo nilikuwa nacheza na mtoto, akaambia shemeji mtoto ameamka, akaniambia mtoto ameamka. Basi nikamwambia malizia tu usafi hapo, mimi natoka naye. Nimetoka hapo, ameweza kudeki sebleni na nini. Nilipoingia jikoni, nikamuuliza wenzako wako wapi, akaniambia bado wamelala. Nikasema it's okay. Waache wala siwaamshe, deal na mtoto, nataka mtoto ale mapema, kamchemshie maziwa ili aweze kula. Lakini maziwa akakuta yameganda. Kwa hiyo nikamwambia unaweza kufanya kitu gani? Akaambia kuna ndizi na viazi, acha nimtengenezee mtori japokuwa hakuna nyama. Nikamwambia it's okay. Kubwa mtoto ale kwanza. Alafu vingine tutaendelea kuviangalia. So ndo kama hapo mlivyoona nimemtengenezea mtori, nimebrendi na saizi yuko na Tina sebleni anakunywa mtori. Ili mimi niendelee kumalizia usafi huku nje na jikoni kote kwa ujumla. Let's go inside.
Na allergy kidogo na vitu vya kukanyaga michanga. Lazima tunipakabia hapa. Then nitakuja kuleki. Hii inabidi nikusanye hapa. Wewe nimekwambia uache kazi, umeambiwa na daktari usifanye kazi yoyote. Umeambiwa na daktari usifanye kazi yoyote. Kukupeleka hospitali tu yenyewe ni gharama, mke wangu. Basi tulia upumzike. Sawa? Pumzika, usifanye mimi hivyo vitu vyote naweza kuvifanya. Sawa, amna. Sawa, nitafanya vyote. Acha hapo, nitafanya kila kitu. Ese? Kanyaga chini, kanyaga hicho. Baji. Sasa nikusaidia kazi. Hii hapa ndo dumu ambayo mimi nitatumia kwa shamba. Nikusaidia kazi. Taki. Pale beseni nikiweka vyombo pale ambao nasuzia nilipo. Sio kwamba unipe, nilipe. Hapa chukua na sufuria mawili makubwa. Mmoja ndio shamba. Kubwa ile pale ni chakula. Sufuria vyombo ndio ambavyo tunajua. Sio tukienda mjini tununue beseni mawili, moja la vyombo ingine la kufulia. Sawa. Hapa mabeseni si ndio? Sawa. Pasuka. Kwani nikiweka vyombo kwenye ndoo ni mbaya? Sio. Vyombo hivyo vinne havina maji. Kuna vijana na wenyewe bado wamelala mpaka saa hizi. Sasa sijui wanakesha for their own risk, sio mimi. Hapa naenda kupata sabuni. Beseni hapa sabuni. Hisi ndo nakikisa. Hisi ndo nakikisa. Nimesahau kuoshea vyombo. Dodoki hizi kiwango kinapenda maisha ya kuungaunga. Kisisi cha kusugulia sufuria. Kikubwa vyombo vyote safi. Hapa ndo sehemu yetu husika. Tutakaposafisha vyombo vyetu. Hivi sio kufanya kitu alafu unajikuta unastaki. Kuna mawazo fulani hivi yanakuja ila linamfikia kila mtu. Mimi hapa rasmi na mimi na maji nikuta kuna kitu na kiwazo kingine. Sindano. What's wrong with you?
Kinachohangaisha ni nini? Leo mimi sina hela. Gari ni hospitali. Ndio hapo sasa jana usiku tumetoka. Sasa wanataka suwate kwanza shilingi. Ndio utaomba utakate. Ya, tukienda kufunga ndoa tunapata kama chempati vingi. Kwa hiyo tutapata tunapewa. Sisi wote kana ustadi kwa sababu. Chakula napata vingi. Ndio kwa sisi sasa kwa Uganda. Sina bali kule sana vingi. Kwa hiyo hapa mdogo. Hapa sasa zimebaki chupa hizi, chupa ya maziwa, kuna hizi chupa za maji na kuna hii sufuria ilikuwa haijalowekwa. Kwa hiyo hii sufuria nitaiacha kwa muda kidogo, nitakuja kuiosha. Hapa ndio kuna kikombe nyuma huko. Kuna kikombe nyuma huko. Jamani, jiko ni sehemu ambayo inatakiwa iwe very smart muda wote, kwa sababu ni sehemu ambayo ni ya chakula. Jiko na choo, sehemu ya kutengenezea chakula na sehemu ya kutolea chakula. Hivyo vitu viwili vinatakiwa viwe very smart. Lakini nyumba hiyo safi na vitu nitumie.
Hii sabuni nimetumia ni kuosha vyombo, nimedeki. Wao wanahitaji sabuni huko na inaisha ndani ya siku moja. Bismillah. Guys, sogea karibu na mimi kama mwanga ni mzuri. Kama sio mzuri nigeukie. Hayo jambo ambalo nimeyafanya leo ni kitu ambacho mke wangu alikuwa analalamikia kila siku, kwa sababu unajua sisi wasanii tuna kila siku tunachelewa kulala. Ila sio wote ambao wanachelewa kulala. Wadogo zangu wale nawaambia, na mimi wageni sana kwa mtu mara mbili. Kila nyumba ina principles zake na sheria zake wanavyoishi. Mimi mke wangu analalamikia kila siku. Ongea na mabinti. Mimi sikatari kuingia live. Sikatari kutumia simu. Lakini basi waamke mapema, wafanye usafi, warudi wakalale kama wanachelewa kulala. Lakini kila siku ya Mungu, kila siku kuamka kwao kuanzia saa 3 kuendelea. Huyu Tina ni binti yetu wa kazi, ila tunamchukulia kama mdogo wetu. Tina hata arudi saa ngapi, yeye anataka kufanya kazi hapo, sisi tunamwambiaga bana, sasa hizi kazi hiyo usifanye. Kwa sababu huwezi kuwa na mabinti wote ukategemea binti wa kazi kufanya kila kazi huko ndani. Mimi binti wangu wa kazi sana sana atashughulika na mtoto, nguo za mtoto kufua, kumlisha mtoto, kumzingatia mtoto, muogeshe au msafi. Hizi kazi nyingine pia anafanya, japo niliwapangiaga kazi, kila mtu na kazi yake ifanye. Kuna mwosha vyombo, kuna ambao atadeki, kuna ambao atafagia nje. Lakini sasa kuamka kwao kila siku ya Mungu ni saa 3 kuendelea. Tena hapo kuna mmoja kaamka saa 3 kama mlimuona kwenye video hapo Aziza. Kuna mwingine amefaa kuamshwa kwenye saa 5. Maana kuna vitu vingine wanaviweka sana, maana nimechelewa kuja kudeki. Saa 5 ndo ameamka. Kuna mgeni anakuja nimempokea. Just imagine, mpaka mgeni anakuja, hakuna binti ambaye anaamka kufanya usafi. Niko mimi sasa mwenye nyumba, nimeamua sasa nije nifanye usafi mwenyewe. Kwa sababu mke wangu anaumwa, ameambiwa jana nimpeleke hospitali na ameambiwa kabisa asifanye kazi yoyote kwa sasa hivi mpaka akae sawa. Sasa ni kitu ambacho kila siku ananilia. Mimi nirudi saa 10 alfajiri. Saa 1 mtoto kaniamsha asubuhi. Nimekuta saa 1 anapoamka, Tina tayari ambaye tumerudi naye saa 10 alfajiri, saa 1 yuko macho anadeki sebuleni. Wale ambao tuliwaacha wakapumzika wamelala vizuri, mabosi wameamka kwenye mida ya saa 3 kuendelea, mwingine saa 5. Unaelewa? Kwa ni kitu ambacho tunataka tujifunze. Tunakaa na ndugu zetu, sio kwamba tuwapendi, tunawapenda sana. Lakini kwenye maisha unapoishi na mtu, basi nendana na ile tabia ya nyumba ilivyo. Mwisho wa siku utakuja kumuona kaka mbaya, wifi mbaya, lakini hakuna mbaya tu. Wanaume wenzangu au wanandoa ambao mnaishi na familia, wanawake zetu wanapitia changamoto hizi. Kweli wanaposemaga ndugu wa mume ni kazi, kweli mimi naiona kazi kutokana ni wadogo zangu. Alafu naona kitu ambacho wanafanya, naona majibu yao, naona kila kitu. Mimi sio mtu wa kuongea sana. Leo nimeamua kuchukua video hii ili kuonyesha na kufunza wengine. Sawa? Kama watabadilika, kwa sababu mimi nimeshaongea nao, sitaongea nao tena. Ili kusema hapa niko nje ya kamera nitawaita nitaongea nao, sitaongea nao. Kama wataiona hii video, sawa. Ila kama hawatabadilika, 1 week, day 1 naiandika leo kwenye video hii, day 1. 1 week utakao waone. Na mimi kwangu akiondoka mtu for real, no fake life, fake chochote. Hii ndo maisha yangu halisia.
ndugu zangu watanisamehe. Mimi najua ninavyo hustle na mke wangu, najua ninavyopambana kula kwangu, kulisha familia, kuishi na timu kama hivi. Natumia nguvu nyingi sana, ambayo ningekuwa naishi na mke wangu tu na mtoto wangu, pengine ningekuwa na mambo mengi ambayo nimeshayafanya, lakini unabidi ukwame kwa sababu ya familia ambayo uko nayo. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa ukarimu na uvumilivu. Ila sasa hivi see you next time.